Riria wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kurehe bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai wiguaga mundu ndituguturagia andu kathaitha Ngai Kĩngũnyitio geni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi njata Kĩmiti wa Gĩtaũ ũmũthĩ ndĩri mũtha thĩinĩ wa county ya Machakos haha hetagwo Yatta kĩrĩa tuoka gũkũ tuoka kũmĩkerũra nĩ kerũrwo nerutwo tũraria ũhoro wa kĩ tũraria ũhoro wa ngogoyo ĩno ũrĩ nĩkĩ twarĩrĩria tũkĩweta ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa njũkĩ mũndũ wothe wanakorwo gĩciria njũkĩ cirĩmagwo atĩa na to ũguo kĩndũ gĩtagwo value addition ya ũkĩ ũcio nĩ tũgũkorwo tũkĩamĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ mũrĩmi witũ aumĩte mũgũnda ũgwĩtwo The Hive acio nĩo magũthondekagĩra mĩatũ na njũkĩ ona nguo ta ici twĩkĩrĩte rĩ tũkĩmenye cithondekagwo na njĩra ĩrĩkũ nĩgetha tũhote kũmenya ũrĩa tũngĩhota kũrehe njũkĩ tũtigũtinda haha chai na karara reke tũthiĩ nĩkerũrwo nerutwo wewe ũmũthĩ tũramĩkarũra ona kũrĩ ũtukũ ngeithĩria gavana twaririe jambo. Salimia mtazamaji kwanza na utuambie unaitwa nani? Na tuambie hapa tuko wapi? Okay, asante sana. Yes. Kwa kukaribia huku kwetu. Huku yes. Ni Yatta. Yatta Farm. Na hii ni shamba moja ya kampuni yetu ambayo tunaita The Hive. Okay. Na mimi ni Richard ambayo nitakuwa nikikuonyesha leo jinsi ya kutoa asali kwa mizinga. Na haina tofauti. Haina tofauti ya mizinga. Na pia tuone nyuki. Na haina tofauti ya nyuki. Nyuki tutawaona. Wako pale tutaenda tuwaone. Tuwatembelee. Tuzungumze nao tuone. Yes. Na pia tuangalie watupe asali. Karibu sasa. Sasa hizi zote ziko na nyuki. Biashara yetu ni nyuki. Na mbona mkaamua kuja upande wa Yatta ama mko mahali kwingine ambapo kuna nyuki? Tuko maeneo Kenya hii hakuna mahali hatuko. Kwenda Mombasa, kuanzia kule Malindi, kuja Mombasa. Hapa tuko Machakos, Kitui, tuko kule Meru, Naivasha, West Pokot, mpaka kule Turkana. What are the best climatic conditions za kuweza kuweka nyuki? Nyuki wanaweza ishi kila eneo. Sababu ni hii. Kule ambao ni kwa joto, kuna wale nyuki ambao wamezoea hiyo maeneo. Kule misituni, kama kule Mount Kenya, ukienda kule Mau, hiyo ni maeneo ya misitu. Kuna baridi, wale tunaita highlands. Kuna wale nyuki pia ambao wanaishi kule kwa highlands. Ukienda kule lowlands pia wako. Ukienda kule plains kama kule Masai Mara wapi kuna wale nyuki. Kwa hivyo nyuki wanaweza kaa kila mahali. Bora kuwe na chakula. Na chakula ni nini? Chakula ni yale maua. Lazima kuwe na miti. Yale maeneo ambayo hakuna miti, nyuki hawataweza survive. Sababu nyuki wanahitaji ile miti ndio waweze kupata chakula. Hebu tueleze yule mtu ambaye sasa hivi Richard anaweza penda kuingia ndani ya ukulima wa nyuki ataanzia wapi? Kitu ya kwanza ni uwe na ile haja ya kutaka kuanza hiyo kazi. Kwanza uwe mwenyewe unataka ile kuanza ile kazi. Kitu ya pili ni lazima utafute ile nyumba. Jitayarishe nyumba ama mzinga kule. Sababu nyuki watakaa wapi? Ukishapata ule mzinga sasa unakuja unauanika. Ukishawanika wewe uende kutafuta nyuki. Nyuki wenyewe watautafuta ule mzinga. Ni nini haswa huweza kufanya nyuki waje kwa shamba lako ili tuseme ya kwamba unataka kuanza? Ni nini haswa ita-attract ama itafanya wale nyuki waje kwa shamba lako? Watu wengi wanapenda kupaka asali, lakini asali sio nini. Asali italeta nyuki tu hiyo siku. Nyuki watajaa kwa mzinga wako. Lakini kesho utapata hata nyuki mmoja. Kwa nini? Nyuki walikuja sababu walisikia harufu ya asali. Wakaja wakala ile asali na wakarudi makwao. Lakini ukipaka ule wax, hiyo ndio inaeleza wale nyuki hiyo ni nyumba ya kuishi. Kwa hivyo hiyo wax ndio inavutia wale nyuki kwa ule mzinga. Kuna zile mizinga ambayo umetengeneza. Hebu tueleze aina tofauti za mizinga ambazo mko nazo. Tuko na ule mzinga tunaouita Langstroth ama Carbide, ile improved Langstroth. Kama huu sasa unaoona hapa. Huu ndio mzinga wa kisasa kabisa. Umetengezwa
sababu ya yule nyuki wa Kiafrika. Ukiangalia ndani yake tuko na temperature regulating board ama ile kizuia joto ama baridi. So joto ikiwa nyingi, hiyo kuna hiyo regulator ya temperature. Wakumbuka kwamba kuna mzinga wa kitamaduni ule ambao ulikuwa unachukuliwa ile gogo la mti ambao unachimbwa ndani. Sasa tumekuja na haina hiyo, lakini sasa ya kisasa ambayo unaweza kutoa ile asali vizuri bila shida yoyote, na uweko kule juu ya miti pia. Utaweza uweko kwa ile stand pia, na usimame pale vune vizuri bila shida yoyote. Unatoa asali ikiwa kwa ile zega, unaitoa ikiwa kwa ile zega vizuri kabisa. Kuna mzinga ambao tunauita Kenya Toba Hive. Kenya Toba Hive ambao haina huu. Huu ni mzinga wa kitambo kidogo. Umekuweko kwa muda. Na pia huu ni mzinga wa nyuki ambao unaweza pata asali, lakini sasa huu utauvuna kwa ile asali ikiwa kwa zega. Ule wa Langstroth asali ikiwa kwa zega, unatoa ile zega yake ikiwa na asali, alafu unaenda, kuna mashini ile unaingiza ndani, unaizungusha, ile asali peke yake ndio inatoka. Zega linabaki tu bila kuharibiwa, alafu unaichukua unairudisha tena kwa ule mzinga. Kuna zile ambazo nimeziona kwa miti zimetengenezwa kwa mbao. Hebu tueleze hizi ni aina ipi ya mizinga? Tuna nyuki wengine ambao tunawaita pollinators ama wale tunaita bumblebees. Sasa hao ule kule umeona kwa miti kuna vibao tumefungia kule kwa miti. Hao sasa tumewatengenezea pia nyumba, ndio wakija wao wanapenda sana kuingia kwa zile mbao. Wanakuja wanakula ile mbao, wanaitengeneza nyumba pale ndani. Sasa tunawatengenezea ndio wasiende kule kwa manyumba zetu kwenda kutafuta mbao kule waanze kudhekera. So tunawatengenezea pia hizo. Hawa wanasaidia kwa pollination, ile ambayo tunaita pollination, ambayo ni muhimu sana. Nyuki ni muhimu kwa kazi ambayo tunaita pollination. Bila yeye hakuna chakula. Zile mizinga ambazo nimeona ndogo ambazo mmehang kwa miti ni aina ipi? Sasa ile mizinga midogo kuna wenye tunaita stingless bees ambao tunawatengenezea, sababu wao hawawezi toshea. Hii nyumba ni kubwa sana. Mzinga kama huu ni kubwa sana. Hao sasa tunawatengenezea kama mzinga kadogo ambapo wataweza kutengenezea asali yao pale ndani. Kunazo ambazo nimeona ni za mawe. Hebu tueleze, sijaiona mzinga ambao ni wa mawe na nyuki watakubali kukaa pale. Huo ambao tunaoita concrete hive. Huo ni mzinga ambao tunaita concrete hive. Na huo mzinga ni mzinga ambao tumeubuni sababu kumekuwa na mambo mingi. Yule mnyama ule ambao anapenda asali ambao tunamuita honey badger, ule hawezi hata uangusha. Na nyuki wakiwa pale ndani wako sababu haukui joto. Haukui na ile joto. So nyuki wakiwa pale ndani watatengeneza asali vizuri kabisa bila shida yoyote. Honey badger ni undu wa mundu ureyuria ni ndui na Gikuyu ni thegere. Na Kikuyu wanasema thegere igiri itiremagwo ni mwatu. Hiyo ni kumaanisha haishindwi. Segele mbili haiwezi shindwa na mwatu mmoja. Atia segele mbili haiwezi shindwa na mwatu. Hau twakinyeria ha segele mbili niho tukwamba guikiria nigetha tugicokereria tuhote kumenya atiriri tiga segele mbili niki kingi kigiaga njukiriri acirakorwo cigikura.